Je, ushawahi kujiuliza jinsi gani unaweza kukabiliana na changamoto ya bei, watu kulalamika bei pindi unapoongea na mteja? Sababu unaweza kuongea na mteja kwa mara ya kwanza, labda kuonyesha kuhusiana na programu yako na kisha kumtajia bei ambayo unakuwa unauza programu yako, lakini kwa bahati mbaya yule mtu akawa analalamika kuhusiana na bei yako kuwa juu, na baadhi yao inakuwa ina frustrate sana, inakuwa inaghadhabika sana kuhusiana na hili. Je, ushawahi kujiuliza ni kitu gani ambacho unaweza kufanya kuweza kukabiliana na changamoto hii ya kipingamizi cha bei? Kama jibu hapana, basi video hii ni kwa ajili yako. So katika video hii ya leo tutaenda kuzungumzia jinsi gani unaweza kukabiliana na kipingamizi cha bei ikiwa ndo mara ya kwanza unakutana na kipingamizi hiki cha bei kupitia kwa mteja wako. Let's say leo mfano labda mteja akakupigia simu kwa unaongea naye kwenye simu, na kuuliza bwana, hello bwana, mfano sawa, ningepata kufahamu kuhusiana na bidhaa na huduma, kupata kufahamu kuhusiana na huduma yako. Kisha baada hapo ukamuuliza kuhusiana na changamoto yake na akakuelekeza kuhusiana na changamoto yake, then ikaja kwenye swala zima la bei, na kitu kwenye bei uliomtajia bei akasema hapana, mbona bei yako iko juu sana. Kitu gani ambacho sasa unataka kufanya ili kukabiliana na kipingamizi hiki cha bei? Kwa hiyo video hii nataka kuongoza hatua kwa hatua jinsi gani ya kuweza kukabiliana na kipingamizi hiki cha bei kutoka kwa wateja wako. Lakini kabla sienda kuonyesha jinsi ya kukabiliana na kipingamizi cha bei, ningependa sana nikujitambulishe upate kunielewa mimi ni nani na kwa nini unatakiwa kunisikiliza. Kwa majina naitwa Sama Ramadhani. Kwa majina naitwa Sama Ramadhani. Ni msaidizi wa Dr. Haj katika jukwaa la SHIM ambalo tunadili na masuala ambayo tunawasaidia watu kutatua changamoto zao za pressure, na kuondokana na utumwa wa kumeza dawa za hospitali kila siku kwa maisha yao yote. Nenda moja kwa moja tukajibu swali hili la kipingamizi cha bei pale unakutana na mteja kwa mara ya kwanza. Kwa ni kitu gani hasa ambacho unatakiwa kufanya baada ya kukutana na mteja kaanza kuleta kipingamizi cha bei baada ya wewe kumaliza kumtajia bei yako hiyo program ambayo unakuwa unauza kwake? Kwa kitu unachotakiwa kufanya, labda mteja akiuliza bei yako iko juu sana, usikatae. Kitu unatakiwa kufanya, unamkubaliana naye, unaona, of course mwambie bwana, ndio bei ni kubwa, lakini ningependa nikuulize swali. Unadhani ni kwa nini watu wengine wanalipia kiwango hiki cha pesa ili kupata programu yako? Kisha kaa kimya, na akikujibu labda sijui au sifahamu, unaweza kumwambia ni kwa sababu hawalipii program, bali wanalipia matokeo watakayopata baada ya kutumia program. Je, na wewe uko tayari kutatua changamoto yako? Na kisha unamsikiliza. Akisema ndio, okay, kisha unamuuliza, ambia sawa, vizuri. Sasa unaweza kumuuliza swali hili. Sasa unawezaje kulipia programu hii? Unaweza kumuuliza swali hili. Asante, vizuri. Unawezaje kumaliza tatizo lako moja kwa moja bila ya kulipia programu hii, ambayo ndio solution pekee la wewe kuweza kusaidia kutatua changamoto yako? Then kisha muulize swali hili, kisha kaa kimya, afu msikilize majibu yako, na then baada hapo majibu atakayokupa haitohusiana tena na bei na kile kipingamizi cha bei, badala yake atakuja na kitu kingine. Then baada hapo pingamizi yote ambayo atakuletea hapo tayari unakuwa ushanos kwa changamoto haikuwa ni bei, bali changamoto yake, sababu ushajua changamoto yake na ushamuonesha solution la kutatua changamoto yake, na ushavunja kile kipingamizi cha bei ambacho alikupigia mara ya kwanza kama kipingamizi cha yeye kuchukua hatua. Kwa hiyo ndio hivyo. I hope umejinote kitu kupitia video hii. Make sure unajiunga hapa chini kama umepita na video hii, kisha bita notes somewhere. Kisha naomba unipigie feedback kama kuna sehemu kidogo kuna nani sijaelewa vizuri, unaweza kwa comment hapa na kisha nikaboresha sehemu basi. Okay, asante. Take notes, take action, and see you in upcoming video.